Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Dickson Media, sauti ya tafakari, mahusiano pamoja na falsafa za kimaisha. Ni sauti ya ndani inayogusa maisha, mahusiano na safari ya ndani ya mwanadamu. Kama kawaida, kukaribisha kwa utulivu, pumua polepole na ujiweke tayari kwa safari ya leo ya tafakari. Kabla ya tujaingia ndani zaidi, naomba ukumbuke kushare, kulike pamoja na kusubscribe katika chaneli yetu ili ujumbe huu uwafikie wengine pia. Kwenye maisha tunahitaji maarifa, na leo nataka nikupe maarifa yatakayokulinda, kukujenga na kukuepusha na majeraha ambayo wengi wetu tumeyapitia bila hata kutambua tulikuwa tunatembea kwenye moto. Leo nazungumzia kuhusu watu 8 hatari sana kuingia nao kwenye mahusiano ya kimapenzi. Watu ambao mara nyingi tunajikuta tunawaamini, tunawapa nafasi, lakini mwisho wa siku tunajuta, kwa sababu mahusiano kama haya yanakuja na gharama kubwa kiakili, kihisia na hata kijamii. Sio kwamba watu hawa wote ni wabaya, hapana, lakini mazingira yao, nafasi yao au hali walionayo inawafanya kuwa hatari sana kimapenzi. Ni kama kujaribu kupanda mbegu kwenye mchanga ambao hauwezi kukupa mazao. Kwa hiyo kaa vizuri, tuanze safari na unisikilize kwa makini. Hawa wafuatao ndio watu 8 hatari sana kuanzisha nao uhusiano wa kimapenzi. Na mtu wa kwanza, mteja wako. Kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ni mteja wako ni kama kuchanganya biashara na hisia, mchanganyiko ambao mara nyingi kuishia kuharibu yote mawili. Kisaikolojia, mteja anakuona kama chanzo cha huduma, sio chanzo cha mapenzi. Mara nyingi muunganiko wa kihisia unaojengwa unatokana na kile unachompatia, si kwa sababu ya mtu wako wa ndani. Hivyo kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba kile unachoita mapenzi kwake ni urahisi wa kupata huduma, nafuu au upendeleo fulani. Tatizo linakuja pale ambapo hisia zitabadilika. Mmoja wenu akapenda zaidi au penzi ikivunjika. Utawezaje kumhudumia mteja ambaye mlishavunjana moyo? Utawezaje kuendelea na biashara bila chuki, misasi au minong'ono ya watu? Pia ukiwa kwenye mahusiano na mteja, unakuwa kwenye hatari ya kupoteza uhuru wa kibiashara, heshima ya kazi na kuharibu taswira yako. Mwisho wa siku unaweza kupoteza vyote viwili, yaani ukapoteza mapenzi pamoja na biashara kwa wakati mmoja. Na hiyo ndiyo hatari kuu ambayo unatakiwa kujikinga au kujilinda nayo. Mtu wa pili, usiingie kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu aliyekuomba ushauri kuhusu penzi lake la zamani. Huenda alikuwa anaumia, moyo wake ulikuwa umevunjika, na wewe ukajikuta unampa faraja. Na faraja mara nyingi kijamii kupotoshwa kuwa mapenzi. Tatizo la kuanzisha mahusiano na mtu aliyekuja kwako kwa ajili ya kupona ni kwamba mara nyingi hataki wewe, anataka uponyaji wako. Yaani namaanisha kwamba mara nyingi anakuwa hakutaki wewe muwe naye kwenye mahusiano, lakini anakuwa anahitaji wewe umsaidie katika hali anayopitia kiuponyaji au majeraha ambayo yuko nayo kwa sasa. Akili ya binadamu inapokuwa kwenye maumivu ya kimapenzi haina uwezo wa kufanya maamuzi mazito ya kiafya, ikiwemo kuingia kwenye uhusiano mpya. Watu kama hawa huingia kwenye mahusiano kwa kutaka kufukia maumivu yao, sio kujenga upendo mpya. Ukishamtuliza, ukamponya, ukamjenga na kumrudisha katika hali nzuri,
anaweza kuamka siku moja na kugundua kwamba hakuwa anakupenda. Alikupenda kwa sababu ya utulivu wako, sio kwa sababu ya wewe ni nani. Na hapo ndipo maumivu makali zaidi hutokea. Kwa hiyo mahusiano ya aina hii mara nyingi yanakuwa ya muda mfupi, yasiyo na mizizi na yenye uwezekano mkubwa wa kukuacha umevunjika moyo wako. Mtu wa tatu, mpenzi aliyeachwa na rafiki yako. Ukianza mahusiano na mtu ambaye aliwahi kuwa na rafiki yako, unajitafutia mgogoro wa kijamii, kisaikolojia na hata wa heshima. Kwanza, mapenzi ya aina hii mara nyingi yanakuwa na kivuli cha ulinganisho, kwa sababu tayari anajua tabia zako kupitia rafiki yako, anajua maisha yenu, na mara nyingi anaingia kwako akiwa na majeraha ya uhusiano wa nyuma. Pia kuna uwezekano mkubwa sana kwamba mapenzi yanayotokea hapa yanakuwa yametokana na hasira, kisasi au ulipizaji kwa hisia, hasa kama aliumizwa na rafiki yako. Wanasaikolojia wanasema kwamba watu wanaotoka kwenye majeraha huwa wanatafuta uthibitisho wa thamani, sio mapenzi mapya. Hivyo wewe unaweza kuwa tu ni bandage yake, sio mtu wa maisha yake. Kwa kijamii, unaweza kupoteza urafiki, kupoteza heshima na kuonekana kama mtu asiye na msimamo. Hata kama mapenzi yatafanikiwa, daima yatabaki kuwa na mashaka na minong'ono. Mtu wa nne, kamwe usidiriki kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na mpenzi wa ndugu yako. Hapa nikimaanisha au nikitolea mfano, labda hata shemeji yako. Hakuna kosa la mahusiano linalovunja familia kama hili. Kuingia kwenye mahusiano na mpenzi wa ndugu yako ni kama kuchezea moto ndani ya nyumba. Hakuna sehemu salama ya kutokea, hata kama kuna hisia, hata kama kuna mvuto. Ukweli ni kwamba athari zake ni za maisha. Kisaikolojia, unaharibu imani, pendo wa kifamilia na mfumo wa kuheshimiana. Unaweza kupoteza ndugu zako, kupoteza nafasi yako na kuonekana kama mtu hatari asiyeaminika. Kijamii, utakumbwa kwa kosa hilo milele. Wataalamu wanasema kuwa mahusiano yanayoanza kwa usaliti kwa watu wa karibu huwa hayana maisha marefu, kwa sababu huwa yamejengwa juu ya hatia, hofu na presha ya kudumu. Hivyo sio tu umeharibu familia, lakini pia kuna uwezekano mkubwa kwamba uhusiano wenyewe utavunjika. Mtu wa tano, bosi wako au kiongozi wako kazini. Hii ni moja ya maeneo hatari sana kuingia katika mahusiano ya kimapenzi. Kwanza, kiakili. Bosi wako ana nguvu juu yako, nguvu ya kimaamuzi, nguvu ya kiutawala na nguvu ya kijamii. Mara nyingi mahusiano kama haya hayawi kwenye usawa. Upendo wa kweli unahitaji usawa, uhuru na uwezo wa kutoa maoni bila hofu. Lakini ukiwa na bosi wako, unakuwa katika mazingira ya kulazimishwa. Hata kama hakulazimishi kimwili, unajiweka kwenye mtego wa kupendelewa au kuchukiwa zaidi. Athari mbaya zaidi ni kwamba ajira yako inakuwa hatarini. Ukigombana tu siku moja na bosi wako, maamuzi ya kazini yanabadilika. Unaweza kufukuzwa kazi, kupunguzwa au kunyimwa nafasi za juu kwa sababu hisia zimeingia kazini. Pia bosi anaweza kukutumia kwa hisia za muda, akipita kwenye msongo au upweke, na baadaye kuacha bila hata kujali maisha yako. Hapa unaweza kupoteza kazi, heshima na hata kujiamini. Mtu wa sita, kamwe usidiriki kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na mfanyakazi wako. Ukideti na mfanyakazi wako, unamwondolea heshima kazini. Kisaikolojia,
Mtu anayekutegemea kiuchumi hawezi kukuambia ukweli kuhusu mapenzi yake. Anaweza kukupenda kwa sababu ya usalama, sio kwa sababu ya wewe ni nani. Anaweza kukubembeleza kwa sababu anaogopa kukupoteza au kupoteza ajira aliyonayo, sio kwa sababu anataka uhusiano wa kweli. Hali hii inajenga mahusiano yenye hofu, unafiki na upendeleo usio wa haki. Pia wafanyakazi wengine wanaanza kukuona vibaya. Biashara yako inapoteza hadhi, inapoteza mvuto, na mazingira ya kazi yanakuwa na drama zisizo na mwisho. Na ikitokea mmegombana au mmeachana, kuna uwezekano mkubwa wa wewe kushtakiwa, kuchukiwa au kuharibiwa sifa. Haya ni mahusiano ambayo yanakuweka katika hatari ya kijamii, kisheria na kibiashara pia. Mtu wa 7. Usianzishe mahusiano ya kimapenzi na mtu mwenye kidonda kibichi cha mapenzi. Hawa ndio watu hatari zaidi kimahusiano. Mtu aliyepitia maumivu makali ya kuachwa au kusalitiwa huwa anaingia kwenye uhusiano mpya kwa kutafuta kinga, sio mapenzi. Wanasaikolojia wanasema pia, wanaita hii kuwa ni rebound relationship, mapenzi ya kutuliza maumivu. Mahusiano ya aina hii hayana nguvu, hayana mizizi, na mara nyingi yanakufa pindi tu moyo wake unapoanza kupona. Ukiingia na mtu mwenye kidonda kibichi, utampeleka hospitali wewe, utampa dawa wewe, utamlaza kwa moyo wako, lakini siku atakayopona ataondoka katika maisha yako na maumivu makubwa atakuachia wewe. Pia kuna hatari ya yeye kuwa na wivu mkali, hasira za ghafla, kutokuamini na msongo wa kihisia unaotokana na majeraha yake. Wewe utabeba mzigo ambao si wako. Na pointi ya mwisho, mtu wa 8. Kamwe usidiriki kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na mume au mke wa mtu. Hili ni eneo ambalo halihitaji maelezo mengi, lakini na kuogopa zaidi. Kuingia kwenye mahusiano na mtu aliye kwenye ndoa ni kuvunja misingi ya uaminifu, kutafuta chuki na kujitafutia laana ya kihisia ya maisha. Mara nyingi watu walio kwenye ndoa wanatafuta kujificha, si kuanzisha upendo mpya. Wanakuwa wanatafuta faraja ya muda, kutoroka matatizo ya ndoa au kusisimka nje ya ndoa. Uhusiano huu hauwezi kuwa salama na hauwezi kuwa huru na hauwezi kuwa wa kudumu. Unakuwa wasiri, wa uoga, wa kujificha na uhusiano wenye hatia. Kijamii unaweza kuharibu familia ya mtu, watoto wao, amani yao, na baada ya hapo ukaachwa bila huruma. Ndoa yake inaweza kutengamaa au akaamua kumrudia mke au mume wake, na wewe unabaki na makovu ya miaka nenda rudi, usipate mapenzi ya kweli. Hivyo niseme kwamba asante kwa kutenga muda kusikiliza Deep Zone Media, sauti inayokupa ukweli ambao mara nyingi watu wanauogopa. Watu hawa 8 sio maadui, wengi wao ni watu wazuri tu waliopo katika mazingira magumu, nafsi dhaifu au nafasi zisizofaa kwa mapenzi. Lakini bado ukweli unabaki kuwa kuingia nao kwenye mahusiano ni sawa na kuingia kwenye upepo mkali bila kuwa na nguzo ya kujishika. Utavunjika, utaumia, utajilaumu. Penzi la kweli linahitaji nafasi sahihi, mazingira sahihi na akili iliyotulia. Usikimbilie penzi kwa sababu ya ukweke, tamaa au msisimuko wa muda. Chagua kwa akili, chagua kwa utulivu na chagua kwa heshima. Kama ujumbe huu umekugusa, tafadhali share, like pamoja na subscribe katika chaneli yetu. Ujumbe mzito kama huu unahitaji kuwafikia wengine ili nao wajifunze na wajilinde. Asante sana kwa kutusikiliza. Deep Zone Media, karibu yako.